Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Ndugu zangu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama ambavyo alishughulika sana katika kuijenga jamii katika upande wa ibada, akitufundisha kusali, kufunga, kutoa zaka, kwenda hija na mengineyo. Huu ni upande wa ibada ambao Mtume alikaza sana, na alhamdulillah amefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Lakini upande wa pili, Mtume alipoteza muda mwingi usiku na mchana Mtume ya kulala, ambao ni upande wa kuitengeneza jamii namna gani itaweza kuishi pamoja. Kitu ambacho kilikuwa kikimuumiza sana Mtume ni hiki: namna gani jamii itaweza kuwa pamoja. Sasa leo nasaha fupi kutoka kwa Bwana Mtume, akitufunza namna gani mwanadamu utaweza kuishi na wenzio, akikomesha baadhi ya tabia mbaya ambazo sisi kama wanadamu tunazo. Tabia hii mbaya ya kupenda kutaja aibu za watu. Yaani kuna watu utafikiri kwamba Mwenyezi Mungu amewaumba wao ni wakamilifu kwa 100%. Hawana mapungufu. Tabia zao walivyojiwekea. Bali kuna watu, mtu anahangaika kutafuta aibu za wengine, alafu kesho afika maskani mbele za watu aanza kuzungumza aibu fulani ana hivi, fulani ana hivi, fulani ana hivi. Mtume ana maneno matamu sana katika kukomesha tabia hii. Mtume akasema, idha aradta an tadhkura uyuba ghayrika, kama unapenda, kama unataka kutaja aibu za mwingine, Mtume anakupa njia moja tu. Akwambia fadhkur uyuba nafsik, kumbuka kwanza aibu za nafsi yako. Wewe pia una aibu. Katika mithali ambayo inapenda kuzungumzwa na Waswahili, asiye hili ana lile. Unaweza usiwe na aibu hii unayomtangaza mwenzako, lakini ukawa na aibu nyingine. Wanadamu hatujakamilika. Kuna watu wana aibu. Mwingine ni mtu anakojoa kitandani, na ni mtu mzima na anakojoa kitandani. Hii si aibu ya kwenda kuitangaza. Kuna mwingine anuka kwapa tu alivyo, ni aibu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezipa, ametumba. Kuna mwingine ni mchafu tu. Aibu ziko nyingi ambazo wanadamu tunazo. Kwa hiyo Mtume anatuambia, idha aradta an tadhkura uyuba ghayrik, kama unataka kutaja aibu za mtu mwingine, fadhkur uyuba nafsik, kwanza anza kukumbuka aibu zako. Hii ni silaha moja kubwa sana Mtume ametupa. Kama ambavyo ukitajiwa aibu zako unaumia, alkadhalika ujue kwamba huyu unayekwenda kumtangazia aibu zake na yeye pia ana maumivu. Na hakuna jeraha baya kama jeraha la moyo. Ni jeraha ambalo huwezi kuliponesha. Kimjeruhi mtu moyoni ndio umemuumiza, huwezi kumpa. Hakuna dawa ya kuponesha jeraha la moyo. Fadhali jeraha la mwili utapata dawa, utapona. Lakini ukienda ukitaja aibu za mtu, umemjeruhi moyo wake na huna dawa kuweza kumpa akaweza kupona. Kwa hiyo nasaha hizi za Bwana Mtume katika kuijenga jamii, Mtume anatufundisha kwamba kwanza tujiangalie sisi wenyewe. Tukishajiangalia sisi wenyewe, hii peke yake itatuzuia kuanza kutaja aibu za watu wengine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.